port. Now, Save Lamu's organization, Mohammed Athman, has blamed the government for delaying the compensation, saying it had led to the suffering of families of the fishermen. Some members of the organization, led by Ryan Famau, say that despite community organizations defending the fishermen, the government has not implemented the payment, despite the Malindi High Court approving the fishermen's compensation in 2018. 65% itaenda kwa cash transfer na ile 35% itafanya mambo ya maendeleo. Hayo tumekubaliana, na kusema kweli pia hatujalikwa kwenda kufungua poti, ingawa kuna mambo yetu fulani bado hajakamilika, lakini tuliweza pia kustahi serikali na kuipa support serikali kufungua port, lakini kusudi kinyume chake ni paka yale mambo ya uvuvi tuweze kuzingatiwa. Tunaona mambo yamechukua siku nyingi, yamechukua muda mrefu, na bado ridhaa za wavuvi hazijawafikia mikononi mwao. Pia bado matatizo mengi ambayo tuliyazungumza tukiwa mahakamani bado hayajashughulikiwa. Kwa hivyo tumetumia mbinu nyingi, kupitia maandamano, kupitia mambo ya petition, kupitia mambo ya picketing, mambo ya kuandika memos na kadhalika, lakini kama sauti ya jamii bado haijasikika vile ambavyo tunahisi ndio haki yetu kikatiba. Tunaomba sisi kama jamii, kama mashirika, kwanza kuwe na upeanaji wa habari, tuwe tunaelezewa mambo yote yanayofanyika pale bandarini. Pili, wavuvi ile muda wao kupata compensation uharakishwe, kwa sababu wavuvi wanateseka. Bahari ndio ardhi yao, na ardhi hivi sasa imechukuliwa inafanywa mambo mengine. Kwa hivyo mapato yao pia na wao wanapata shida katika kujikimu kimaisha. The Kenya National Bureau of Statistics has embarked on a nationwide survey to establish the effects of COVID-19 at household levels and small-scale businesses. The 3-month finances survey will also seek to establish the effects of betting on families